Kama huingizi angalau milioni 1 na ni mtoto wa Kitanzania, una ndoto kubwa za kubadilisha maisha yako, hii ni video ya thamani kubwa kwa sababu itaenda kubadilisha maisha yako. Sasa kwenye video hii naenda kushare na wewe siri 6 ambazo zimenisaidia sana kuwa na ukuaji mkubwa kwenye miaka yangu 10 ya mafanikio. Miaka 10 kurudi nyuma, hivi ni vitu ambavyo nimeviishi kila siku na naweza kuthibitisha kwamba ni vitu ambavyo vimenisaidia sana kuweza kuwa bora zaidi kuliko. Unaweza kuona ndani ya huu muda nimemaliza shule yangu ya PhD, nimejenga super personal brand mtandaoni, lakini pia tumeweza kutriple kipato chetu mtandaoni, lakini pia kuna achievement kubwa sana ambayo imekuja kutokana na hivi vitu ambavyo ukivitazama unagundua kweli kuna vitu ambavyo ukivielewa bila kubahatisha vinakusaidia sana kuweza kuwa na growth kubwa. Na kama bado unajiuliza kwamba hizi siri zinaweza kukusaidia wewe pia, nikwambie tu kwamba wanafunzi wangu wengi kwenye mentorship wametumia mbinu hizi, siri hizi kuweza kukuza biashara zao, kudouble vipato vyao na kuweza kubadilisha kabisa maisha yao. Kwa hiyo kaa kwa kutulia, chukua kalamu na karatasi ili kufocus ndani ya muda mfupi na tuweze kubadilisha maisha. Na bila kupoteza muda, tuanze kuchambua siri moja baada ya nyingine. Principle number 1, tengeneza ramani ya maisha yako. Tengeneza vision ya kule unakotaka kwenda. Kama hujui leo uko hapa na unaelekea wapi, maana yake haujui unako kwenda. Mwanafalsafa na mfanyabiashara mtaalamu kabisa Naval Kant aliwahi kusema, akili ni kujua nini unataka kwenye maisha yako na kuweza kupata kitu unachokitaka. Kwa hiyo moja kitu cha muhimu sana ni kujua kwenye maisha yako unataka kitu gani, unataka maisha ya aina gani, ukayachora na ukayaandika the life you want to live. Hii ni hatua ya kwanza na hatua ya muhimu sana. Kama hujafanya hatua hii, huwezi kumwambia mtu kwamba hujafanikiwa, kwa sababu hauna vigezo na hauna ramani. Kwa hiyo unajuaje kama hujafanikiwa? Kwa hiyo ili uweze kujua unafanikiwa au ufanikiwi, kwanza lazima uwe na vision ya kule unakotaka kwenda. Vision inakupa maono. Unakuwa kabisa unajua aina ya maisha, aina ya familia, aina ya kampuni, aina ya taasisi, aina ya marafiki, aina ya mali, aina ya nyumba, aina ya kila kitu ambacho unataka kuwa nacho kwenye maisha yako. Lazima ujue unapita wapi kwenda huko. Sasa hiyo ndio ramani na hiyo ndio vision ambayo ni lazima kuwa nayo na kuestablish mwanzoni. Na hii sasa ndio itakuwa inakuonyesha kama unapiga hatua ama umesimama, ama unafanikiwa ama ufanikiwi. Sasa ukishaiva kwenye hatua ya kwanza, tayari umeshachora ramani ya maono ya kule unakotaka kwenda. Ni muhimu sasa kujua hatua ya pili ambayo ni ya muhimu zaidi kukurahisishia sana kuweza kupata njia ya haraka ya kufika kwenye maono na vision yako. Na hii ni hatua ya pili ama siri ya pili ambayo ni kujua unfair advantages zako. Nikizungumzia unfair advantages zako, nazungumzia uwezo wako wa kipekee, nazungumzia kipaji chako, nazungumzia elimu yako, nazungumzia uwezo wako, nazungumzia vitu ambavyo Mwenyezi Mungu amekupatia wewe ambavyo unavifanya kwa urahisi na vina matokeo makubwa. Hutumii nguvu nyingi kabisa, yaani unatumia nguvu kidogo, matokeo makubwa. Na wakati huo wenzako wanapambana sana kufanya hivyo vitu, lakini ukifanya unatumia nguvu kidogo sana. Hizi ndizo unfair advantages. Sasa usikurupuke kwanza kutafuta maisha kama bado hujui unfair advantages zako. Na ndio maana tunasema pesa unazozitafuta ziko ndani yako tayari. Na ndio maana tunasema pesa haitafutwi, bali pesa inategwa, kwa sababu wewe tayari ndani yako Mwenyezi Mungu aliweka ramani ya kuja kufanikiwa. Usianze kupambana kutafuta fedha, usianze kupambana kutafuta maisha bila kujua vitu gani ambavyo viko ndani yako ambavyo unatakiwa uvitumie kuweza kufanikiwa. Kwa mfano mimi nafanya vitu ambavyo ni holistic. Niko kwenye mambo ya fedha, niko kwenye personal development, niko kwenye mambo ya afya na ya combine pamoja. Ndio maana tunapata kitu kinachoitwa lifestyle design, holistic lifestyle design. Sasa ni vitu ambavyo mimi naweza kuvifanya na ndivyo ninavyofanya. Kwa hiyo kwa mfano mtu ananifuatilia atajifunza mambo ya fedha, atajifunza mambo ya biashara, atajifunza mambo ya content, atajifunza mambo ya afya, personal development. Ni vitu vyote tunafanya. Na wewe lazima ujue ni vitu gani ambavyo Mwenyezi Mungu anataka uvifanye. Hivi ni vitu mimi ambavyo nitavifanya asubuhi, mchana, jioni. Sina mapumziko na sioni kama ni kazi, kwa sababu kwangu ni joy, ni enjoyment kufanya hivi vitu. Sasa na wewe lazima utafute vitu ambavyo
unavifanya kwa kufurahia na kwa kupenda, ndivyo vitakavyokusaidia kuingiza fedha na uenjoy zaidi. Usifanye kitu kwa sababu ya pesa pekee, kwa sababu siku ukipata pesa utaacha hivi vitu, kwa sababu utakuwa unateseka kuvifanya. Kazi haitakiwi kuwa mateso. Kazi inatakiwa kuwa sehemu ya kumtukuza Mwenyezi Mungu, kuishi ukuu wake, na wewe kuweza kuexperience life ya kuweza kubadilisha maisha yako na maisha ya watu wengine. Lazima upate kitu ambacho unakifanya kwa upendo na unakifanya kwa muda mrefu. Na hata kama uko kwenye kazi ambayo huipendi, basi unapopata kipato chako, tengeneza mazingira ya kuwekeza kwenye ndoto yako, ya kuwekeza kwenye kitu ambacho unakiweza na kinakuletea furaha kwenye maisha kwa ajili ya kwako mwenyewe na watu wengine, ili kuweza kupata balance ya kuweza kuwa na maisha ambayo una kitu ambacho unajali kwa ajili yako na maisha ya watu wengine. Na kwa watu ambao bado wanasumbuka, hawajui watajua vipi unfair advantages zao, mara nyingi huwa natumia mazoezi ya aina nyingi, lakini moja ya zoezi ambao natumia ni Ikigai. Ikigai ni falsafa ya Kijapani ambayo inamaanisha sababu ya kuzaliwa ama reason for being. Ikigai inataka vitu vinne. Kwenye vitu vyako ambavyo utavitumia kuweza kuingiza kipato, vio vimegawanyika katika makundi manne. Kwanza, hivyo ni vitu ambavyo unaweza sana kukifanya, ama hivyo vitu unaweza sana kuvifanya, lakini hivyo vitu wewe unapenda sana kuvifanya ama unapenda sana kukifanya, lakini pia viwe vinahitajika duniani, lakini pia watu waweze kulipia. Vikiwa na hizi sifa nne, maana yake hicho ni kitu ambacho unaweza kukifanya kwa muda mrefu. Hicho kitu lazima kiwe kinaweza kukuletea hela, wewe unakiweza kukifanya, watu wanakipenda, watu wanaweza kulipa, na wewe unakiweza na unakipenda sana. Ikiwa hicho kitu kikiweza kuwa na hizo qualification, tayari unakuwa umeweza kutumia unfair advantage zako, na hakuna mtu atakuja kushindana na wewe akutoe kwenye biashara ama kwenye kitu chochote kile unachokifanya. Hii itakuwa ni game changer kwako. Sasa ukishajua tobo lako, tayari unajua unfair advantage zako, kwamba vitu ambavyo vitakusaidia kufanikiwa. Manake ni muhimu sasa tuende kwenye hatua ya tatu, ambayo ni kufocus na kufanya vitu kwa kiwango kikubwa zaidi. Na kabla tujaenda mbali zaidi, nikukumbusha tu kwamba kwako wewe unayetazama video hii, mfanyabiashara, content creator, na unataka kujichangamana na watu ambao wanafanya vitu kwa kiwango cha juu, watu kutoka kwenye industry tofauti tofauti ambao wanakutana na purpose zao, wanafanya vitu vikubwa na wako pamoja. Tuna community ambayo inaitwa Kaya, ambayo imekusanya wataalamu wote Tanzania ambao wanafanya vitu vikubwa na wanashirikiana kwa pamoja. Ili kuweza kupata access, angalia link kwenye description, lakini pia unaweza kuniandikia kwenye account yangu ya Instagram pale kwa Mwalimu wa Wataalamu, ukandie neno Kaya kuweza kupata access. Naam, na sasa tayari umeshajua unfair advantages zako. Sasa ni muda wa kulock in. Na hapa ni muhimu sana kuelewa kwamba kwenye game yoyote ile, ili kuweza kufanikiwa, ni lazima usikubali kuwa mtu wa kawaida. Wanasema hivi, hakikisha unakuwa bora kuliko watu wote unaofahamu kwenye hiyo eneo, bila kujali Mwenyezi Mungu alikupa uwezo gani. Nachoamini kwamba kwa sababu umetumia zile unfair advantages zako, hakuna mtu anaweza kufanya hicho kitu kwa namna yako ambayo utakuwa unaifanya. Kwa hakikisha unakuwa bora zaidi kuliko kawaida. Usibahatishe. Be so good that they can't ignore you. Be so good they can't ignore you. Kuwa mzuri sana kwenye kitu unachokifanya mpaka haters wako wasiwape watu wengine kazi, waje wakupatie wewe, kwa sababu hakuna mtu mwingine anaweza kuifanya hiyo kazi kwa ubora ambayo wewe unaweza kuifanya hiyo kazi. Hakikisha unakuwa bora sana. Usiwe average. Average ni game ya kitoto. Kuwa bora sana. Upige mwingi kuliko kawaida. Pige mwingi kuliko kawaida. Uelewe tu kwamba ni muhimu sana kuelewa ukweli kwamba pesa nyingi zinaenda kwa wataalamu, sio kwa wanafunzi. Hakikisha unakuwa mtaalamu mbobevu kwenye kitu chako, na hiyo ndio itakuletea pesa nyingi zaidi. Na nikwambie tu kwamba usipoelewa hii itakusumbua sana, lakini kadri unavyojifunza, lengo la kujifunza ni kuwa master, ni kupata mastery. Lengo la kujifunza sio kujua kitu. Ukikisoma kitabu ama ukisoma kozi, umesoma tu vile vitu, umevipitisha kichwani mwako, una a simple understanding. Lakini ili uweze kubobea, lazima uwe master. Na kuwa master unahitaji kuwa na uwezo wa kubobea kwenye kitu. Unaweza kukielezea A to Z, lakini pia unaweza kukiapply kwenye maisha yako na maisha ya watu wengine. Ndio maana ni muhimu sana unapojifunza kitu kukiapply kwako, kukiapply kwenye maisha wengine, kikapata matokeo, na ndio unakifundisha. Na hiyo ndio mastery tunazungumzia. Be so good, bobea sana kwenye kitu. Usiwe na mtu wa kubahatisha. Yaani kitu umekisoma kidogo umeshapotea. Hapana, hakikisha unakuwa mbobevu na mtu unayejua kweli vitu kindaki. Hii
itakutofautisha na washindani wako, utawaona kwa mbali kabisa. Sasa nikupe tu siri moja kabla tujaenda mbali. Ukikataa kuwa wa kawaida, ukaachana na zile fursa ndogo ndogo na focus kwenye mambo makubwa na mazito ambayo unataka kuyafanya, utagundua kwamba fursa kubwa kubwa zitaanza kufunguka na njia zako zitafunguka sana, kwa sababu vitu vingi viko mbele ambavyo huvioni mpaka pale utakapoamua kuwa player ambaye anacheza kwa level za juu. Lakini kama una play kwenye level ya chini chini hapa mchangani, maana yake utakuwa unakutana na fursa za kitoto. Lakini utakapofunga vyoo na kuanza kucheza game ya kikubwa, ndipo utaanza kuona fursa zikifunguka na dunia na mbingu vikikuletea resources na kila aina ya kitu kutumia kuweza kufanikiwa kwenye kitu unachokifanya. Kama tayari umshakataa kuwa mtu wa kawaida, sasa manake ni muda sasa wa kwenda front, ni muda wa kwenda mbele kwa mbele. Ni muhimu sana kujifunza siri ya 4 ambayo ni kujua ushawishi na mawasiliano. Hii ni skill ya persuasion and communication. Jifunze namna ya kuwasiliana na kushawishi. Kila mtu yote unemfahamu mwenye mafanikio yoyote yale, ni lazima alijifunza kuwasiliana na ushawishi. Hata kama kujifunza darasani, bado ana uwezo mkubwa wa kushawishi na uwezo mkubwa wa kuwasiliana. Kama ni biashara, maana yake ni lazima ulishawishi wateja. Kama ni kampuni, maana yake uliweza kushawishi watu kufanya nao kazi, talent na kila kitu. Kama ni NGO, maana yake uliweza kushawishi watu kwenye grants na kila kitu. Kama ni kanisani, maana yake uliweza kuwashawishi watu waumini kuja kusali. Kama ni kwenye siasa, maana yake uliweza kuwashawishi watu kukuchagua. Popote pale unapotaka kufanikiwa, lazima ujifunze mawasiliano na ushawishi, kwa sababu watu wanamfuata mtu ambaye anaweza kukonga hisia zao. Watu wanamfuata mtu ambaye ana maono makubwa, lakini pia anaweza kuyauza maono yayo. Kama huwezi kuuza maono, utawezaje kuuza biashara? Kama huwezi tu kuuza mawazo, idea zako, utawezaje kuuza product ambazo unatengeneza? Kwa hiyo ni muhimu sana kujifunza mawasiliano na ushawishi. Na ndio maana kwa zama hizi za mitandao na content, tunapotengeneza content ni muhimu sana kujua namna ya kuweza kuwasiliana vizuri, kutengeneza content kali ambazo zinashawishi watu kuweza kuchukua hatua kwenye kila kitu tunachokifanya. Nikuhakikishie tu kwamba kwa chochote kile unachokihitaji kwenye maisha yako, ukijifunza namna bora ya kusema story yako, wako watu wengi watatamani kuwa part ya story yako. Wako watu wengi watatamani kuona unafanikiwa. Jifunze kuisemea story yako. Bwana mdogo mmoja anaitwa 04, anamiliki kampuni ya 04 Company, anatengeneza picha mbao. Ananivutia sana kwa namna ambavyo anaelezea story yake. Yeye amechagua kuelezea changamoto alizopitia kwenye familia, maisha duni. Kwa hiyo anatengeneza picha na anaomba watu wamsupport kwa sababu anataka kubadilisha maisha ya familia yake. Sasa watu wengi wanampa support, na kwa sababu bwana mdogo anatumia wazazi wake kwenye kutengeneza content, anashirikiana na mama yake na baba yake katika kutengeneza content, anapata support kubwa sana ya watu. Lakini ni kwa sababu ameamua kueleza story yake. Ukiamua kueleza story yako, watu watakusupport na utafanikiwa sana katika game yako. Lakini hii ni kujifunza communication na persuasion, ushawishi na mawasiliano. Ni ujuzi wa kiwango cha juu sana ambao utakuletea pesa nyingi kuliko kawaida, kuliko pesa ambazo umewahi kudhani unaweza kuzifikia. Sasa ikiwa tayari ushaiva kwenye ushawishi na mawasiliano, sasa ni muda wa kwenda front. Maana tayari unajua saikolojia ya watu kwa sababu ya kujua ushawishi. Sasa ni muda wa kujua hatua ya 5 ambayo ni siri ambayo sijui kwa nini watu wengi huwa hawaambii. Hapa unatakiwa utengeneze kitu tunaita personal branding. Personal branding ni asset ya lazima kwa kijana yote kwa zama hizi. Kama wewe ni mtoto wa Kitanzania, unataka kubadilisha maisha yako, bado hauna personal brand yako, umechagua fungu la kukosa. Lazima ujifunze kuanza kutengeneza brand yako kimkakati. Brand yako ni asset. Brand yako ndiyo mtu wako wa mauzo ambaye halali. Brand yako ndiyo CV yako ambayo inakutangaza 24/7. Brandi yako ambayo umeitengeneza ndiyo sehemu pekee ambayo utapata madili mengi bila kuongea na simu, utapata madili mengi bila kujua nani amekutaja, kwa sababu yeye ndio mtu anayekuuza wewe asubuhi, mchana, jioni. Mitandaoni uza brandi yako. Popote pale brandi yako ndiyo itakuwa inakusemea. Hakikisha una hii asset muhimu sana. Utapata pesa nyingi sana, utapata marafiki wengi sana, utapata madili ya kutosha, lakini pia utapata kila aina ya fursa ambayo itakuwa inakuja kwenye uso wa dunia, kwa sababu
Personal brand yako ndio imebeba values zako. Kwenye personal brand yako wanaweza kumuona aina ya mtu anayetaka kufanya naye biashara, aina ya binadamu anayetaka kuengage naye, aina ya rafiki anayetaka kuwa naye. Huyo ni mtu anayekuuza 24/7. Usilalie kabisa hii fursa. Huwa napenda sana kusema hivi, kama huna nyumba, huna shamba, huna gari, hivyo vyote achana navyo. Focus na kitu kimoja tu. Hakikisha unatengeneza personal brand yako. Hii ndio itakuletea nyumba, hii ndio itakuletea kiwanja, hii ndio itakuletea magari. Hii ndio itakupa kila kitu unachotaka kufikia kwenye maisha yako. Pambana sana na hakikisha unatengeneza brand yako, na sio tu hiyo brand ya kawaida, iwe ni super personal brand. Sasa unapotengeneza personal brand, manake unakuwa umejifungulia milango ya watu wengi zaidi kuweza kukujua, watu wengi zaidi kuweza kukufuatilia. Na hapa ndipo unagundua kwamba kuna milango mingi ambayo hukuwahi kutegemea kama unaweza kuifikia. Milango itaanza kufunguka na fursa zenyewe zitaanza kuja mbele yako. Ndio maana nasisitiza sana, ni muhimu sana kufocus kwenye personal brand yako, kwa sababu itakupa mabadiliko makubwa, itakuletea ukuaji mkubwa ambao haukuwahi kutegemea kama unaweza kuwa nao. Na hii siri ya kutengeneza personal brand inatufikisha kwenye siri namba 6, ambayo ukifanyia kazi kwa siku 30 tu inakubadilisha maisha yako. Kwa siku 30 tu inakubadilisha maisha yako. Shida watu wengi ni wavivu. Shida watu wengi ni waoga. Lakini ukiamua kuifanyia mkakati, ukaenda kuishi number 6, it is going to change your life. Na hii ni mkakati wa kufanya partnership na collaboration na watu wengi. Sio tu kufanya partnerships, kufanya partnership na watu ambao wako kwenye kitu unachokifanya, watu ambao ni super personal brands mbalimbali. Shirikiana na watu ambao wanakuinspire, shirikiana na watu ambao wanafanya vitu vikubwa ambavyo wewe unataka kuifanya. Shirikiana na watu ambao unatamani wawe mentors wako, watu ambao wanafanya game kwa kiwango cha juu. Tafuta namna ya kushirikiana nao, kwa sababu hii itakufungulia milango kwa kiwango kikubwa sana. Niseme tu kwamba pesa unazotafuta ziko kwenye connections ambazo bado hujazitengeneza. Madili unayotafuta yapo kwenye connections ambazo bado hujazitengeneza. Wateja unaotafuta wako kwenye wale partners wako wa kesho. Lazima kujifunza namna bora ya kuconnect. Na ukitaka uweze kuwa mzuri kwenye kuconnect, jifunze kwanza hivi, unatakiwa kuwa mtoaji kuliko mpokeaji, kwa sababu networking ni give and take. Kwa hiyo itakuwa rahisi kwako ukiwa na moyo wa kutoa zaidi kuliko moyo wa kupokea. Na hiyo ndiyo siri ya mafanikio kwa mtu yote yule anayetaka kutengeneza connections, kwa sababu ukitoa zawadi yoyote ile, ukitoa kitu chochote kile, hata kama ni kidogo kiasi gani, watu linakuwa ni deni kwao. Kwa hiyo wao watakuwa na deni la kuja kulipa kwako. Inaweza kuwa ni kitu kidogo, inaweza kuwa ni kumtumia mtu vitabu, inaweza kuwa ni kununua moja ya product yake ukaifanyia review ukamtangaza, inaweza kuwa ni kushare content zake, inaweza tu kuwa ni kumwandikia DM na kumtia moyo kwamba kazi unayoifanya ni ngumu sana pamoja na changamoto zote, lakini kazi yako ni kubwa sana na inatusaidia sana. Hivyo ni vitu ambavyo unaongeza value kwenye maisha ya watu. Usiende kutafuta connections na watu, kucollaborate na watu kama hujatoa thamani kwenye maisha yao, kwa sababu mkono mtupu haulambwi. Wewe kuna watu wanasemaga ngumu sana kuconnect na watu, watu hawapendi kuconnect. Watu wanapenda kuconnect, shida ni wewe haujui. Wewe unaenda kuomba badala ya kwenda kutoa thamani. Badilisha hiyo, utaona kila kitu kinabadilika. Kwa hiyo partners ama connections ambazo utatengeneza, hizi ndizo zitakuletea pesa, hizi ndizo zitakupatia mitaji, hizi ndizo zitakuletea watu wenye ujuzi mbalimbali. Zitakuletea watu wenye ujuzi mbalimbali. Huku ndiko utapata talents za kuweza kutumia kwenye biashara yako. Huku utapata audience kama unauza vitu na unataka followership kubwa, na huku ndiko utaweza kutengeneza content za kushirikiana na hawa watu, podcast, content za collab na kila aina ya kitu. Na huku ndiko mtatengeneza bidhaa za kuweza kushirikiana, mtatengeneza huduma za kushirikiana, mtatengeneza event, mtatengeneza maconference, mtatengeneza meetups mbalimbali kwa sababu ya ule ushirikiano. Hivi vitu vyote huwezi kuvifanya peke yako unless utakuwa unaendelea kuplay small. Lakini ukitaka kuplay game ya juu, lazima ujifunze kutumia leverage ya watu wengine. Lazima ujifunze kutumia leverage ya ujuzi wa watu wengine. Lazima ujifunze kutumia leverage ya pesa za watu wengine. Lazima ujifunze kutumia leverage ya resources za watu wengine. Na kukumbusha tena, kabla ya kuomba, unatakiwa kufanya nini? Utoe thamani. Na kutoa thamani ndiko kutakurahisishia wewe kuweza kusikilizwa, kuweza kupata ushirikiano na kuweza kuachieve kitu unachotaka kukifikia. Hizi ni siri 6 ambazo ukizitumia
mwanzo mpaka mwisho zitakusaidia sana kuweza kubadilisha maisha yako kwa kiwango kikubwa sana. Na iko sehemu moja tu ambayo ni rahisi sana kuweza kufanya partnership na watu, kushirikiana na watu, kwa sababu kule ni watu wenye mind ambazo zimefunguka. Kila mtu anafanya vitu kwa level za juu kwenye industry mbalimbali, kwenye mambo ya fedha, mambo ya afya, mambo ya nutrition. Watu ambao wanakutana pamoja kwa ajili ya kutengeneza vitu vikubwa na kuweza kusaidia dunia. Hii ni community ya Kaya, ambapo wewe ukija utapata kujifunza mambo mengi sana na kuweza kupata watu wengi ambao watakushika mkono kwenye safari yako. Ukitaka kujiunga, angalia linki kwenye description, lakini pia unaweza kuniandikia Instagram pale kwa Mwalimu Wataalamu, nenda DM na uniandikie neno Kaya.